Bana, mambo vipi? Karibu tena, ni time nyingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali za kiburudani. Kubwa ni timu ya Simba ambayo tayari ipo Morocco kwa ajili ya mchezo wa kwanza wa fainali dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao utapigwa siku ya kesho. Lakini kubwa ni kwamba kocha wa timu ya Simba amegeuka mbogo huko Morocco na kufanya mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine ni mbinu katika mchezo kuhakikisha ya kwamba Simba mpaka inafika uwanjani hakuna kitu ambacho timu ya RS Berkane kupitia watu wake watakuwa wamekipata kutoka kwa Simba, ikiwa ni pamoja na kuangalia namna ambavyo Simba wanafanya mazoezi, namna ambavyo wamejiandaa. Kocha wa timu ya Simba amekuwa ni mkali mno tangu kufika Morocco, lakini kubwa ni kwamba wakati Simba ikiwa imefika huko Morocco kwa ajili ya mchezo wa fainali, kwenye mitandao mbalimbali kijamii, taarifa kubwa ni shirikisho la soka barani Afrika kupeleka mchezo wa fainali ya pili kati ya Simba na RS Berkane huko Zanzibar, kitendo ambacho kwa namna moja ama nyingine watu wamechukulia kama ni mbinu fulani za kuizofisha timu ya Simba au fitina fulani kwa timu ya Simba. Lakini msemaji wa timu ya Simba akiwa Morocco ametoa tamko ya kwamba mashabiki wa Simba waendelee kukata tiketi uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini tamko la timu litatoka baada ya mchezo. Na sasa hivi ni kwamba uongozi pamoja na wachezaji wote kwa pamoja wamewekeza nguvu kubwa kwenye mchezo wa kwanza wa fainali, hivyo mambo ya nje ya uwanja kwa sasa hawataki kabisa kuyaangalia yasije yakawatoa kwenye mchezo. Kusema kweli, ukiangalia huu mchezo wa kwanza ndio mchezo ambao utadetermine ya kwamba mchezo wa pili wa fainali utakuwaje. Kiufupi ni kwamba Simba imeandika historia nyingine tena ya kuvutia kwa kufika fainali ya kombe la shirikisho. Hii si tu ni heshima kwa klabu ya Simba, bali ni fahari kubwa kwa Watanzania wote ambao wanaitakia mema nchi ya Tanzania katika soka la kimataifa. Ndoto ya muda mrefu ya mashabiki kuona bendera ya Tanzania ikipandishwa juu katika mashindano ya kafu sasa iko karibu kutimia, lakini kazi bado haijaisha. Mechi ya kwanza ya fainali hii dhidi ya RS Berkane itachezwa kesho huko Morocco, genini kwa Simba. Kwa hali yoyote ile, mechi hii ni kipimo cha ukomavu wa kikosi cha Simba, si tu katika uwezo wa kisoka bali pia katika mbinu, nidhamu pamoja na ukomavu wa kiakili. RS Berkane si timu ya kuibeza. Msimu huu pekee wamefunga jumla ya mabao 18 katika mechi zao zote za nyumbani za mashindano haya. Huu ni ujumbe mzito kwa Simba kwamba inapaswa kucheza kwa nidhamu ya hali ya juu, kwa tahadhari kubwa na kwa malengo yaliyowekwa wazi, kuondoka Morocco wakiwa bado na nafasi nzuri ya kutoa ubingwa huo watakaporejea kwenye mchezo wa pili nyumbani Tanzania. Kucheza mechi ya marudiano nyumbani ni neema isiyopaswa kufanyiwa mzaa. Simba inayo nafasi ya kuweka historia ya kuwa klabu ya kwanza kutoka Afrika Mashariki kutoa kombe la shirikisho, na hilo lina maana kubwa si tu kwa mashabiki wao bali pia kwa hadhi ya soka la Tanzania barani Afrika. Ushindi huu utatoa ishara kuwa Tanzania inaweza kuwa timu zetu zinaweza kushindana na kushinda dhidi ya wakubwa wa bara hili, na utaleta msukumo mkubwa kwa klabu nyingine nchini kuwekeza na kujipanga vyema kwa mashindano ya kimataifa. Mashabiki wa Simba na wa Tanzania kwa ujumla wanakiwa mafanikio makubwa ya kimataifa. Wamekuwa wakifuatilia kila hatua ya timu yao kwa moyo mkunjufu, wakitoa sapoti kubwa iwe uwanjani au kupitia vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii. Ndoto yao ni kuona Simba ikiandika historia ambayo vizazi vijavyo vitaisoma na kujivunia. Hii ndio sababu kila dakika ya mchezo huu wa fainali ni muhimu. Kila uamuzi wa benchi la ufundi una maana, na kila mchezaji anapaswa kuelewa kuwa anabeba matumaini ya mamilioni ya watu ambao wanawatazama kutoka Tanzania, lakini pia kutoka duniani kote, mashabiki wa Simba wakitegemea mambo makubwa kutoka kwa timu ya Simba. Kama nilivyokuambia kwamba kocha wa timu ya Simba Fadlu Davis amefanya kitu kikubwa mno baada ya kufika Morocco. Amegeuka kuwa mbogo
huku akitoa amri nzito kambini ili kukwepa vita nje ya uwanja. Kocha huyo wa timu ya Simba, Fadlu Davis, amekuwa mkali na kutoa amri ya kuzuia wale wote wasiohusika na timu kuingia ovyo au kuhudhuria mazoezi ya timu. Kocha wa Simba amezoeleka sana kwa hulka ya upole na mara nyingi huwa ni mtu wa watu, lakini baada ya kufika Morocco rangi yake halisi kwa kuwa game hii ni muhimu sana ikaonekana katika kambi ya timu hiyo, kwanza kwa kuzuia wasiohusika na timu hata kushuhudia mazoezi ya awali yaliyofanyika kuanzia saa 11 jioni kwa saa za Morocco, ambayo ni sawa na saa 1 usiku kwa muda wa Tanzania. Kocha wa Simba alizuia mazoezi hayo ya kwanza kuhudhuriwa na kundi kubwa la watu, ikiwamo waandishi na mashabiki wengine ambao walisafiri na timu kuja Morocco kwa kuhitaji usiri mkubwa kwa kile kilichoelezwa kutotaka kuwapa wapinzani kuiba mbinu kabla ya kuvana nao kesho huko Berkane. Ni idadi ndogo tu ya viongozi ambao waliruhusiwa kutazama mazoezi hayo, huku akikatazwa kuchukua kwa video program za mbinu na ufundi ambazo alikuwa akizitoa. Wachezaji hao wa Simba walianza na mazoezi ya kunyoosha miili na baadaye kufanya mazoezi ya mbinu. Simba pamoja na Berkane kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederation Cup, wataumana kesho kuanzia saa 4 usiku, ikiwa ni mechi ya 3 kwao kukutana katika michuano ya kombe la shirikisho, kwani mwaka 2022 walikutana makundi na kila moja ilishinda mechi ya nyumbani. Wa Morocco wakishinda 2-0 kabla ya wekundu kulipa kisasi kwa goli 1-0 kwa Mkapa. So hii ni mara ya 3 wanakutana. Una nafasi pia ya kutuachia maoni yako, unaonaje kuelekea mchezo huu wa kwanza wa fainali, nafasi ya Simba kushinda akiwa ugenini, lakini pia mchezo wa pili wa fainali ambao tumeona mambo yameanza kuwa mengi nje ya uwanja, CAF wakipeleka mchezo wa pili wa fainali huko uwanja wa Amani Zanzibar. Tuachie maoni yako, lakini kubwa endelea kutufuatilia zaidi kwa taarifa mbalimbali za kimichezo, burudani pamoja na taarifa nyingine ambazo zinakuwa zina trendi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii.